Tuambie kwenye vyakula tuambie kwenye vyakula pia ikoje bwana Shabani? Sawa. Sasa kwenye vyakula hapa, kwenye vyakula kuna utofauti kidogo. Kwenye mazoezi ni kama nilivyosema mwanzo, kuna wanaofanya mazoezi kwa ajili ya kujenga mwili, ndio, na wanaofanya mazoezi kwa ajili ya kupunguza mwili. Kwa wanaofanya mazoezi kwa ajili ya kupunguza mwili, tunashauri vyakula vingi wasile. Ndio. Kwa mfano wali wasile, hasa nyakati za usiku. Wali, ugali wasipende kutumia nyakati za usiku. Usiku tunashauri wao wanakula matunda. Na kama chakula wao wanakula labda ndizi. Mwingine anasema dada mmoja akasema mimi nimeolewa nitakulaje matunda, alafu mume wangu kamwambia ukijizoesha utaweza, ujitahidi. Kwa hiyo tunashauri watu hawa wasile vya chapati. Hapa ni guse. Hiki ni chakula chepesi kinachopatikana sana, chapati na chips. Ndio. Chapati kwa asubuhi ni chakula ambacho hakitakiwi kwa watu wenye malengo ya kupunguza mwili. Tunasema mtu anayekula chapati moja, ile energy ya chapati iishe mwilini, anapaswa akimbie kilomita 8 asubuhi yake. Je, wangapi wanaweza? Kama uwezi, acha. Chipsi, acha. Wali, ugali mtu anaweza kaa mchana. Kama sio kuacha kabisa, lakini anapokula huo wali, hakikisha wali unakuwa kidogo. Kuna vile vya kuchotea wali, vile plastiki, vile vijiko vikubwa. Anaweza kaweka vile viwili na mboga ya majani bakuli moja. Na nyama ya kutosha. Nyama ni protini. Mwili unajengwa kwa protini zaidi. Ile wali ni wanga. Tunasema sukari inapozidi mwilini ina converted into lipids, inabadilishwa kuwa mafuta. Sasa inapokuwa mafuta yanaongeza mwili. Kwa hiyo utashindwa kupata matokeo kwa wakati. Matunda yanashauriwa sana. Tunashauri wale matunda mengi kuliko vyakula hivi. Watu wanaojenga wale protini ya kutosha. Nilikuwa nikirudi nashindwa hata kuchuchumaa kwenda chooni. Kwa hiyo nikawa nikitaka kwenda chooni nashikilia ndoo. Ndio. Ila nilipoenda kuelekeza walimu kama mimi nikirudi nyumbani napata tatizo hili na hili, wakaniambia usiende hospitali, ila nikazana kufanya mazoezi. Hiyo hali itaenda, itafika muda itaacha. Ni kweli sikutumia dawa yoyote. Nikaa naenda kila siku mazoezi, jioni tena kuna muda mwalimu anakuelekeza fanya hivi, nikaa nakazana kufanya hivyo. Nilifika kama miezi 2 ile hali ikakata. Nikawa tena safi. Mpaka leo niko tu safi hivi, yani mara moja tu kama ukienda mazoezini unaweza ukateleza kadondoka, ukanyoshwa mguu, ukarudi nyumbani ukakaa safi, ndio hivyo.